Nimesema nitazungumzia kuhusiana na yani mitindo tofauti tofauti, mikao tofauti tofauti ya kuvumbulana. Wewe ulikuwa unajua kwamba hata hicho kitanda unacholalia tangu umeolewa kiko sehemu moja ndani ya miaka 5. Muda mwingine badilisha. Kama ilikuwa kiko nyuma ya mlango, sasa hivi kipeleke karibu na dirisha. Jamani, nataka nikwambie kitu msikilizaji, kwamba mapenzi ni sanaa, na daima hakuna sanaa iliyo nzuri bila ubunifu. Hakuna sanaa ambayo ni nzuri bila ufundi. Kwa hiyo jamani, unapaswa kuwa mbunifu. Unapaswa kuwa na utundu kila jambo la kimapenzi, ili mwenzako ajione yuko katika msitu wenye vitu vya kustaajabisha, vitu vya kuvutia, vitu vya kutia hamasa katika maisha yake. Jamanini, kupendana haitoshi. Kulala pamoja haitoshi. Kujifunika shiti moja pia haitoshi. Yani go beyond. Wacha uambiwe ume overdo. Bora hata overdo. Nenda hatua moja. Yani usiwe kwenye comfort zone kwamba after all ni mke wangu, mimi nimemuoa, kwa hivyo hapana. Mahusiano, ndoa, hakuna mazoea. Jitoe, jichakachue. Nenda hatua moja zaidi ya nyingine. Yani mfanye huyo mpenzi wako, mfanye kama ni mume wako ama mke wako, akuone mpya kila siku. Yani kila ukija wewe una mambo mapya. Ni kama vile kitabu, anasoma kurasa mpya kila siku. Lakini sio kwamba amekuzoea. Yani akikuzoea atakuona wa kawaida, na akikuona wa kawaida ndio hapo kumeingia doa. Wacha angalie, yani kila anapoingia kwenye nyumba yake, wewe ni huyo mtu mmoja, lakini ni kama vile anatizama filamu. Ushaelewa Mara umempatia episodi hii mpya, akikat kidogo umempatia episode nyingine. Sio kwamba anajua kabisa hapa naangalia hii movie, lakini mwisho wa siku yule actor atakufa, ama mwisho wa siku hawa wawili watapendana. Hapana, mshangaze, mwache ashangilie. Unafeli sana kaka, unafeli sana dada, kama utaki kujiongeza, kama utaki kuwa na ubunifu, kama utaki kuwa mpya kila siku kwenye ndoa, kama utaki kuwa na mautundu kwenye ndoa. Kwa kweli unafeli big time. Alafu mwisho wa siku mke wako ama mume wako atakusaliti kwa njia moja ama nyingine ile, kisha mwisho wa siku iwe ni lawama. Jamani, lawama sio mzigo. Kwa hivyo jitoe. Wewe umemuoa huyo mke wako ama umeolewa ndani ya ndoa, wacha mume wako umshike mkono, usafiri naye kwenye safari ambayo ye mwenyewe hajawahi kwenda. Mpigishe vichochoro, amezoea kupanda bajaji, mpindishe vichochoro huyo mpaka kuulize huku kuna njia, mwambie tulia, mimi ndo dereva, wacha nikupeleke. Akitaka kupanda ndege mwambie tulia, anga huko juu sasa hivi kunanyesha, mawimbi ni mengi sana, ndege itatukusika, mbona kuna vichochoro vingi, na bora sote tufike, twende. Ushaelewa Yeye amezoea kupanda ndege kila siku, mwambie kuna bajaji, kuna tukutuku, kuna matatu, kumbe kuna madau. Sijui kama unaelewa.
mpitishe, mpeleke safari ambayo ye mwenyewe hajawahi kwenda, hajawahi kusafiri. Mtilie mautundu fulani, machachando fulani, mfanyie uchafu. Wewe unataka mapenzi ati ya hakuna mapenzi masafi. Mapenzi ni uchafu, na huo uchafu ndio mtamu. Wewe ushawahi kula nyama ya bata? Nakuuliza, umeshawahi kula nyama ya bata? Wewe unajua bata anakula nini? Kwenye sewage bata utampata. Chooni bata utampata. Kwenye mashimo ya kufurika bata utampata. Lakini angalia nyama yake. Fana alaik. Wewe unajua kwa sababu gani wapenzi wanasalitiana? Wewe unajua, ushawahi kuketi labda kabla hujaingia kwenye ndoa, ama umeingia kwenye ndoa, ulikuwa kwenye mahusiano ukisema haya ni mahusiano yangu ya kudumu. Ushawahi kukaa ukajiuliza, ndoa nimekaa na mke wangu ama mume wangu ndani ya miaka 3, 4, 5, 6, 7, lakini mwisho wa siku akanisaliti. Ushawahi kaa chini peke yako kabla ya kupeleka kesi ama baada ya kupeleka kesi, mshaachana, sasa hivi kila mtu ana maisha yake. Ushawahi kaa chini ukajiuliza maswali, hivi kwa nini watu wanasalitiana? Hivi kwa nini mpenzi wangu mimi amenisaliti? Why? Ushawahi kaa chini ukajiuliza swali kama hilo? Kisha to make matters even worse, mnasalitiana mkiwa bado mnapendana. Kwa nini? Kwa sababu sasa hivi kila aliyetoa talaka, kila aliyemwacha mpenzi wake bado anampenda. Na ndio maana unasikia kesi nyingi sana kwamba ex amemregelea ex wake, kwa sababu walikuwa wameachana wakati bado kila mtu anampenda mwenzake. Lakini je, ushawahi kaa chini ukajiuliza? Kama hujawahi kukaa chini na kujiuliza, basi tafadhali kaa chini, jiulize, jitathmini, tafakari, upate jibu. Lakini mimi nitakwambia, watu wanasalitiana wakiwa bado wanapendana kwa sababu tu wamekosa ubunifu kwenye mahusiano ama kwenye mapenzi. Mimi nitakwambia, mimi sihusiani na wewe, mimi si mpenzi wako kwamba tutaoneana haya. Hapana. Mimi si kiongozi wa dini kwamba kuna mambo mengine nitayaficha. Hapana. Hapa ni unyagoni. We are calling a spade and not a big spoon. Unataka ya bebe, hutaki niachie mwenyewe. Lakini ukweli ndio huu, watu wanasalitiana kwenye ndoa, kwenye mapenzi wakiwa bado wanapendana kwa sababu tu mtu amekosa ubunifu. Mwanamke, kwa nini unakataa kuwa mbunifu? Mwanamke, umeolewa ndani ya ndoa, unaishi kwa mazoea kwamba mume naye na natamba naye. Sawa, unaye, lakini mbona unaishi kwa mazoea? Kwa nini unakataa kujifunza mambo mapya kila siku? Jamani, wanaume hawarogwi kwa waganga. Wanaume wanarogwa kwa mambo. Sasa hayo mambo ni gani wewe unayajua? Ama unasema mimi mwanamume simuende kwa mganga? Mwanamume anarogwa kwa mambo. Hayo mambo wewe unayajua? Kama wewe kila siku hutaki kuwa mpya, kama wewe kila siku hutaki kujifundisha mambo mapya, kama wewe kila siku hutaki kuwa mbunifu, kama wewe kila siku hutaki kuwa mtundu, hivi utamroga mwanamume kwenda kwa mganga? Unapeleka kwa mganga kuku. Sasa hivi tuko Oktoba, tunaelekea Novemba. Mwaka unaisha, nyumbani kwenu hamjakula kuku, lakini unampelekea mganga kuku. Kisa na maana unataka limbwata umshikie mume. Unataka dawa kila mume analolisema wewe akusikilize. Wewe mchawi nini? Mganga mwanamke ni wewe mwenyewe.
Mganga ni wewe mwenyewe, na hayo mavitu na hayo mambo unayo wewe mwenyewe. Kubali tu kujifunza, kwa sababu kujifunza ndio maisha endelevu. Unajua wengi katika mahusiano sasa hivi ama katika ndoa wanaona kwamba kila kitu kinafaa kujulikana automatically. Mtu anakataa kujifunza. Kujifunza ni muhimu kwa sababu ndio maisha endelevu. Hauwezi kuyajua tu mambo automatically, kwa sababu hakuna aliyezaliwa ambaye anajua. Lakini ukiwa na hamu ya kujua kitu na ukikitilia ufasaha, utakijua na utakitendea haki. Mimi nilipozaliwa sikuzaliwa na kuwa mtangazaji, kwamba nimetoka kwenye tumbo la mamangu tayari ni mtangazaji. Hapana. Kitu ukikipenda, ukikifanyia kazi, na wewe hicho kitu pia kitakupenda. Wewe hiyo kazi unayoifanya haukuzaliwa ikiwa unaijua. Ulijifundisha, ukaipenda na kazi ikakupenda. Kwa hivyo hata kwenye kuvumbulana, msikilizaji, hakuna aliyezaliwa kwa kujua. Unajifundisha, unakosea, unarekebisha, unajaribu. Manake ni muhimu kujaribu. Mimi nitaanza niseme kumbe kupiga mnyonyo mkia ni raha, mwanamume anasikia raha, lakini sitakawia hiyo sehemu moja kwamba basi hapa ndo anasikia raha ndo nitabakia hapa. Hapana. Nitatafuta mbinu nyingine. Mara nimemtia ulimi wa masikio, mara nimemnyonya mashegele, mara nimemnyonya korodani. Yaani unaelewa Unajaribu kwa sababu unatafuta kuwa mpya kila siku. Sio mume wako ameingia najua leo mash baby ananipiga mnyonyo kwenye mkia na nakojoa tunalala. Ama kabla sijakojoa na mimi namuingiza kwenye kipochi manyoya, anakojoa mimi nakojoa tunalala. Hapana. Lazima mash baby awe mpya. Wewe umezoea kwamba nitakupiga mnyonyo mkia, mimi nakutia ulimi wa masikio. Mara nimekunyonya kuanzia utosini mpaka kidole chako cha mwisho. Unashtuka, vipi tena? Kesho ukija niko mpya tofauti kabisa. Hebu niambie wewe, ndoa ama mahusiano kama hayo yatanoga ama yataboesha? Sasa ndio hivyo ukiwa kwenye ndoa ama mahusiano. Na asikwambie mtu wewe umetoka kwenu, na wewe mwanamume umetoka kwenu, umetafuta maradhi yako, ukasema mimi haya ndo nayaweza bwana, yakipanda nitayatafutia dawa ya meze tuendelee na maisha. Sasa kuna mambo ambayo lazima mfanyiane, mambo ambayo sio ya kawaida sana, kama sijui kukupikia, kukutunzia nyumba, kukulindia mali zako. Kuna faraja ambayo unaipata tofauti kutoka kwa ndugu zako, tofauti faraja unayopata kutoka kwa wazazi wako. Wewe umeolewa kwenda kufata mkia, mume umeoa kwenda kufata kipochi manyoya. Sasa hicho kipochi manyoya kila siku wewe unakiingilia kwa staili moja, inahusu mwanamume kila siku wewe unaogopa mende lakini unapenda kifo chake. Hiyo moja tu. Huyo mwanamke hatakuzoea, hatoboeka na wewe, ataboeka na atakosa ile spark, atakosa ile connection. Kwa sababu sasa hivi I'm very much sure ndani ya ndoa nyingi kuna tu contact lakini hakuna connection. Mnaonana asubuhi, vipi mpenzi wangu, salama. Jioni amerudi, sawa. Hakuna connection.
connection, unakuwa na wasiwasi, vipi mpenzi wangu mbona paka sasa hajakuja? Unajiandaa kwa ajili ya mpenzi wako, unajiandaa kwa ajili ya mume wako, lakini hakuna. Umetoka asubuhi, tumeonana sawa, umekula sawa, hukula shori zako, mimi bora nimepika chai iko juu ya meza hapo, unataka kunywa, utabeba, utajijua mwenyewe. Umetoka kazini, umerudi sawa, hukurudi sikuulizi. Ndoa nyingi sasa hivi ziko hivyo kwa sababu watu wanaishi sana kwa mazoea, wataishi sana na mazoea, which is so bad. Sasa mimi hayo mazoea nataka uyatoe. Na ndio maana hii leo nataka nizungumzie kuhusiana na different sex position, mikao tofauti ya kuvumbulana. Jamani, kwenye kuvumbulana itakuwa na kupatia mkao wapi wewe mwanamume unafaa kuwa na wewe mwanamke unafaa kuwa, lakini pia na maana yake ama faida yake. Ila katika hizi sex position, katika hii mikao ya kuvumbulana, uangalie na wewe huyo mpenzi wako anaweza. Kwa sababu kama mpenzi wako ni mnene kupitiliza, ni lazima utumie ile style ambayo atakuwa comfortable nayo. Manake kuna wengine si wanono wa kupitiliza, lakini ni wavivu tu, hawapendi kujisumbua. Mambo ya kujikunja, miguu ishikane na utosi, miguu ishikane na kisigino saa ngapi. Hataki kabisa kujisumbua, hataki kabisa kujishebedua. Mvivu huyo. Ndio maana kuna pilo, kuna mito juu ya vitanda. Wewe unaona kitanda kimetandikwa, kuna kama pilo 4 hivi kwenye kitanda. Unaona sasa labda hizi ni za umaridadi, moja ya mpenzi wangu, nyingine ya mpenzi wangu, hizi zingine 2 tutaziweka kando, asubuhi tutazipanga kwenye kitanda. Hapana. Hiyo mito ina kazi yake wakati wa kuvumbulana, ndiyo maana inawekwa juu ya kitanda. Yule mpenzi wako ambaye ni mvivu, na huende ikawa kuna sex position ambayo unataka kuitumia, na yeye labda hawezani katika kujibenua, kujigeuza, kujienua, ndio hiyo pillows zinatumika kwa wakati huo. Kwa hivyo nafasi ya kwanza ama style ya kwanza ambayo nitaizungumzia hapa msikilizaji ni flat iron. Flat iron, hii namna ya wewe na mpenzi wako mtakavyojipanga ni kwamba mwanamke alalie ama alale kwenye kitanda, uso ukiangalia chini, makalio yanaangalia juu. Tumeelewana eh? Na hapa kunahitaji kujibinua. Sasa mwanamke, kazi kwako, kwa sababu unahitajika uonekane, uonyeshe flexibility wako, yani utundu wako. Sasa hapa ndio unafaa kuonyesha. Lazima uenue nyonga, lazima ujibinue kidogo, makalio juu yafike juu kidogo, sawa eh? Sasa kama itakuwa huwezi kujibinua, huwezi kujiinua, yani bimaana makalio yawe juu kidogo, ndio pale sasa unaeka ile pilo kwenye kiuno cha mpenzi wako ili makalio yawe juu kidogo, iwe ni kama amejibinua lakini kwa kusaidiwa na pilo, sawa eh? Na kufanya hivyo ni kuongeza yale mautamu, ile raha wakati wa kuvumbulana. Na hapa sidhani kama ina haja ya mimi kukwambia wewe mwanamume unafaa ukae wapi. Kama mwanamke ameshalala hivyo, unajua sehemu ya kukalia ni wapi ama ya kusimamia ni wapi. Faida yake hapa, mwanamke anapata nafasi ya kupata raha, ya kusikia mautamu akiwa amestarehe vyema, kwa sababu mwili wake itakuwa umerelax, yani amerelax kwa sababu itakuwa amelala. Alafu maumbo yake, bimaana kipochi manyoya chake, wewe utakapomuingilia itakuwa yamebana.
Kwa hivyo kuna kubana fulani, mautamu fulani unapata wewe mwanamume. Na maumbile ya mwanamke ya kibana, automatically maumbile yako wewe mwanamume, yani mkia wako utaonekana ni mkubwa kidogo. Kwa hivyo hii flat iron inampatia mwanamume kupata raha, lakini pia mwanamke atakuwa anasikia mautamu wakati mwili wake uko relaxed, na maumbo ya mwanamume yatakuwa yanaonekana na kusikikana kuwa makubwa sana. Lakini staili ya pili msikilizaji ni G-Wiz. Huenda ikawa hizi zote wewe umezifanya, lakini hujui kama majina yake ni haya. Kwa hivyo tulia nikupatie uhondo. Staili ya pili inajulikana kama G-Wiz. Namna ya kujipanga hapa, mwanamke alale chali, yani uso, manyonyo pamoja na kila kitu viangalie juu. Sawa? Bimaana kisogo, mgongo, makalio yatakuwa yako chini. Natumai tupo pamoja. Sipendi kuachwa peke yangu. Sawa? Sasa hapa mwanamume unafaa upige magoti. Unapiga magoti mbele yake pale. Baada ya hapo mwanamke ataweka miguu yake kwenye mabega yako wewe mwanamume. Sawa? Pilo pia hapa inaweza kutumika. Utaiweka chini kwa mwanamke. Sawa? Na pilo sana kutumika huwa inatumika kuweka hapa karibu na makalio, kwenye kiuno hapa, ili kidogo kinena kipande juu, makalio ya pande juu kidogo. Sawa? Alafu tena hapa mwanamke pia anakuwa more relaxed and more comfortable. Faida yake hapa, mwanamke akiweka miguu yake juu ya mabega yako wewe mwanamume wakati wa kuvumbulana, kuna faida mbili mtafurahia. Ya kwanza, maumbile ya mwanamume na kipochi manyoya, yani mkia na kipochi manyoya zote zinakuwa katika level moja, kwa sababu wewe utakuwa umepiga magoti, mwanamke ameweka miguu yake juu, alafu kuna na pilo chini ya makalio hapo. Kwa hivyo mkia na kipochi manyoya zote ziko sambamba, ziko katika level sawa, na hapa itasaidia sana maumbile ya mwanamume kugusa. Wewe kama ni mwanamume na hujawaipo kabisa kuisikia wala kuishika G-spot ya mwanamke, basi hapa utapata nafasi nzuri sana ya kuishika na kuigusa. Faida ya kutumia G-Wiz. Lakini pili, uke wa mwanamke, kipochi manyoya sasa hapa ndo kimerudi kidogo, yani kimebana. Ukivumbula utasikia kitu kiko very tight. Na we mwenyewe unajua mwanamume faida ya uke, faida ya kipochi manyoya kikiwa kimebana. Bila kujizuia utaweza kufika kileleni kabla mpenzi wako, kwa sababu ya maumbile yake kubana. Sawa? Na nilishakufundisha pia ile jinsi ya kuzuia kufika mapema. Ukisikia vitu vinakuja, wewe fanya kama ile start and stop. Punguza pace kwenye ingiza toa. Kama ilikuwa pace ni kubwa, punguza na ku start and stop. Start and stop itazuia wazungu kabisa kufika haraka. Kwa hivyo hapa nyote munastarehe, nyote munasikia utamu, nyote munafurahia kuvumbulana. Maumbile yako on the same level, lakini pia kipochi manyoya kimebana. Alafu sasa wewe kama mwanamume unafurahia mbano, unafurahia ile tightness. Na unajua kipochi manyoya kikibana shekhe ni utamu kupitiliza.
Lakini msikilizaji, kuna face off. Hapa mwanamke anafaa akae juu ya kiti. Ndio maana kila siku sio kuvumbulana ni kwa kwenye kitanda peke yake. Unaweza kwenda jikoni, mnaweza kwenda chumbani, mnaweza kwenda sebleni. Sawa? Kwa hivyo hii face off hapa mwanamke akae juu ya kiti. Kama hamuna kiti, basi akae pembezoni mwa kitanda. Huku mnakoeka miguu huku. Sawa? Mwanamume, kunradhi sio mwanamke. Mwanamume akae hapo pembezoni mwa kitanda. Kama hamuna kiti, lakini kama kuna kiti ama kuna sofa, kochi hivi, unaweza kukaa pale mwanamume, alafu sasa mwanamke aje akae juu yako. Mwanamke aje akae juu yako. Na hapa sio lazima iwe chumbani, nimekuambia. Muda mwingine mwanamume umetayarishiwa. Sasa ngoja nikupatie ubunifu. Labda mumezoea wenyewe kula juu ya meza. Sasa hiyo siku umewekewa chakula juu ya meza. Kaa hapo juu ya meza. Hii style ya face off, sawa? Unakaa juu ya meza, mpenzi wako kisha kuandalia chakula ambacho kinapoa. Anakuja sasa kukukalia na wewe juu hapo. Wewe unakula chakula cha kupoa na unakula chakula ambacho hakipoi at the same time. Yani hapo unaua ndege wawili kwa jiwe moja. Wewe uogopi. Unakula huku ukila. Faida yake hapa ni nini? Yani hapa kwanza wewe mwanamke, wewe hapa ndio dereva. Sawa? Kwa sababu utakuwa uko in control. Una control kila kitu. Wewe ndio dereva. Kwenye kuongeza speed unaongeza speed, kwenye kushika clutch unashika clutch, kwenye kukanyaga mafuta unakanyaga, yani kwenye kubadilisha gear unataka kwenda drive, unataka kwenda river, yani ni wewe. Kwa sababu wewe mwanamke hapa ndio utadetermine ile speed itakayotumika. Sawa? Kwa sababu uume nao itakuwa yani mkia uko ndani ya kipochi manyoya. Sasa na ni wewe pia mwanamke una uwezo wa kudetermine uume uingie wote, mkia uingie wote, ama uingie kidogo kidogo. Wanaweza kuuchezea mkia ukiwa kwenye kichwa peke yake, ukawa kwenye shingo, mpaka ukaingia kwenye, ukumbuke haina mabega hiyo. Sijui hata itakuwaje. Sasa msikilizaji, hapa mwanamke wewe ndo unakuwa wewe ndo unamuonyesha yule mwanamume maufundi. Hapa sasa ndo kwenye upropela unaingia. Hapa sasa kwenye ufundi unaingia. Hapa ndio kwenye feni mbovu inaingia. Sijui kama tunaelewana. Muonyeshe huyo mwanamume kwamba umepelekwa unyagoni. Unajua kuikatikia na unajua kuibania kwa ndani. Hapo sawa? Hapa mwanamume unatulia tu wewe, usikie raha na utamu. Lakini haimaanishi kwamba mikono uliye nayo yameketi lelelele, yameketi hapana. Unaweza kupapasa ule mgongo wake. That is kama itakuwa umeketi chumbani pembezoni mwa kitanda. Lakini kama uko mezani unakula, kuna mafruti pale, paka kwenye mwili. Kama kuna asali unaweza kuitumia paka kwenye matiti, piga mnyonyo. Kuna ice cream ipake piga mnyonyo. Anaendelea kuikatikia kwa ndani, wewe unaendelea kupiga mnyonyo. Hauna papasa japo nyele kwenye mgongo huku, cheza na chuchu zake. Yani pia wewe ujifanye pia uko active. Tumeelewana?